La stabilité de la situation sécuritaire dans le groupement Kabarolé, en chefferie des Bahema d'Irumu, par les forces armées de la République démocratique du Congo, a permis à 8476 ménages de retourner dans cette partie du territoire d'Irumu. L'assistance humanitaire à vivre, non-vivre, s'avère nécessaire pour se retourner, indique le chef de ce groupement, Sa Majesté Ndolelire David. Na mimi juu habana usaidizi juu kwa kweli kwa naomba wawasaidie ngambo ya mabasi na wengine wanakosa mwayo na watu wengi walipoteza mavitu yao haba namna kubadia haba kupata hata msaada yenyewe naweza kuwasaidia namna kisi wengi walipoteza mavitu yao. Sisi tulikuwa naomba waweze kuwasaidia kama watu wenyewe walirudia kwa makao yao, wengine walipoteza manyumba waweze kuwasaidia mimi na manjanja ikiwezekana, na naona jinsi ya kuwasaidia na machakula ingine juu wengine wanateseka kweli kagia wanarudia wako tu hali ile. Par ailleurs, ce coutumier a exhorté à sa population de se donner dans l'agriculture et de cultiver l'amour afin de booster les développements de cette entité. Message yenyewe naomba kwa raia wangu wa Kabarole wajikaze na kazi ya mlimo. Kazi ya mlimo hata wale wa maonyesho mbalimbali wanaweza kuwasaidia tena majembe na kila kitu na mbegu. Wao wakazane na mlimo, mnazani maisha itakuwa nafasi yake. Wale wenye kufuga vile tunashukuru Mungu, ufugo kone wengine wanajifika na ufugo yao kwa ile ndio tunashukuru wa viongozi wetu wa gouvernement yetu ya provinciale na nationale na administrateur kazi anafanya na equipe yake. Signalant que cette partie d'Irumu était instable avant l'instauration de l'état des sièges et grâce aux deux approches militaires et non militaires prônées par le gouverneur et commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Boyan Kashama Johnny, l'espoir est planté dans le cœur de la population. Mbele tunatoa pole kwa jamaa ya karibu ya ndugu Kole Bitogo mwenye ametuacha, pole. Ya pili, tunapongeza jeshi la taifa FARDC ambayo imempoteza shujaa Kole Bitogo. Nitapana témoignage kidogo kwa sababu muda ni mfupi, ni mengi ya kusema. Tukimwanza kusema Kole Bitogo tunaweza kuanzia asubuhi tunafika hadi jioni, lakini kwa sababu muda hautupermettre tutasema machache tu ambayo tumemjua aliweza kufanya kwa hii nchi ya Kongo. Mimi nimemfamia Kole Bitogo mwaka wa 1998. Hapo tulikuwa Uvira, tuliishi naye kuanzia huo mwaka natoka kusema, tumeachana naye hapa 2018. Niliishi na Kole Bitogo Uvira kwa kazi tulizozifanya pamoja. Tulifanya maoperation mengi na Kole Bitogo. Hiyo miaka yote tuliishi Uvira. Tulikuja kutoka hapo mwaka wa 2004. Ile miaka yote sijawahi kuona Bitogo anarudi nyuma wala anatupigia mwenzake kwa uwanja. Alikuwa ni shujaa kubwa, alikuwa ni shujaa yule mwenye mkitembea naye ulikuwa hauwezi kujua kwamba anaweza kukuacha. Ulikuwa unajua ukitembea naye unajua kwamba una mwanaume mwenye mko naye. Kwa ajili ya vita natoka kusema kwamba alikuwa shujaa mkubwa sana. Ya pili, Bitogo alikuwa na kalite ya kusema kweli. Ni kiongozi ambaye hangeweza kuficha ukweli wake, hata kama unaweza kuwa uko shefu yake wala uko mloko yake. Ni lazima Kole Bitogo atakuwa karibu yako, anakushauria bila kupita pembeni. Kama ni kosa atakuambia, kama ni kweli na atakuambia.
Hayo ni mambo mawili. Jambo la tatu, Colonel Bitogo ni jeshi la taifa ambaye alikuwa na esprit patriotisme. Alikuwa patriot. Ni yule kiongozi mwenye hakuweza hata siku moja kusaliti nchi yake. Aliweza kutumika akisimama pamoja na nchi, pamoja na jeshi wengine. Hakuweza hata siku moja kuweza kutupilia nchi yake haipatie mgongo. Ameidefendre kutangia wakati ameanza kijeshi na hata leo. Colonel Bitogo tulitoka Uvira Mutemi set, tulikuja naye tena huko kuna Kivu. Nilitumika naye siku za kutosha sana hapa mwakse ya Milfa wakati tuko tunapigana na CNDP Mutemi set. Nilimwona Bitogo akiwa shujaa kwa ile vitu tatu. Hii milima yote ya Nord Kivu ya Masisi tulitembea naye. Hakuna hata siku moja yenye nilimwona Colonel Bitogo anarudi nyuma wala na kuacha. Nyuma ya hapo niliishi na Colonel Bitogo Masisi kwenye wanaita Nyabiondo. Nilitumika naye, tulikuwa tukipigana vita huko. Tuliishi naye huko mwaka wa 2016. Hiyo miaka yote tuliishi ni movita. Ninakumbuka siku moja wana muatake fasi kwenye wanaita Nyabiondo, alikuwa mbele yangu. Mimi ndio nilienda kupatia msaada. Kuna wasoda wengi ninaona hapa wa Nyabiondo waliumia hiyo siku. Bitogo aliniambia wakati ninamuita namwambia warudi nyuma kwa sababu adui anakuwa mwingi. Aliniambia kwamba angali na imani kwamba adui hata mtosha mwele defense. Na ni kweli tulitoka Nyabiondo tukatembea mpaka Rukweti, tulimkuta angali anapigana. Tukapigana na adui akarudi nyuma. Ile yote ni ushujaa wa Bitogo. Tulitoka Masisi mu 2016 tukaenda Ruchuru fasi kwenye wanaita Nyamirima. Hapo tulifanya vita, tulifanya maoperation na Colonel Bitogo. Tulikuwa na Colonel Alexis Rutiliza. Nilimwona Colonel Bitogo ushujaa wake. Hakuna hata siku moja yenye nilimwona anaweza kutupilia mwingine hata kwa uwanja. Mimi mwenyewe nimeokoka kifo kutokana na ushujaa wake. Yeye ndio alikuja kuniokoa hapo kwenye nilikuwa ninabaki mwenyewe, lakini Bitogo alikuja na jeshi hadi akafika hapo na akaniokoa. Leo nikikuja kumsindikiza Bitogo ni huzuni, lakini anakufa kama mwanaume, alikufa akipigania nchi yake, anakufa bila kutaraile nchi yake. Mungu ampokee mahali palipo pazuri. Asante. Ninatoa pole tena kisi nilisema pale kulikuwa sitazungumza maneno mengi. Alinituma nipatie jamaa na Bitogo pole, na akanipatia ngombe 2 za kuleta watoto nitafikisha kesho afanye nini. Ya pili ni mimi peke yangu kama rafiki ya Bitogo. Nimewaeleza kwamba Bitogo alikuwa rafiki yangu wa karibu. Tulikuwa tukiongea kila siku, tuliishi pamoja. Ile nilikuwa naongoza ndio nilikuwa naongoza. Wakati nilitoka huko ndiye amebaki naye. Hapa niliona wajeshi wengi wenye walikuja kumsindikiza, ni kwa sababu wanatoa ushujaa wake. Mimi mwenyewe nimeueleza, nimeuona. Natoa pole kwa jamaa na inawapatia ngombe ya kulea wale watoto, na kesho tutaiacha. Asante. Asante. Familia militaire wana neno. Jeshi wote tunaweza kusimama tuwakilishe wengine ambao tukiwakilisha kwa Mungu. Tunaweza kusimama. Sisi ni kundi toa jamaa la jeshi wala FARDC mzima. Tunashukuru Mungu sisi ambao tumebahatika kuweza kusindikiza mwenzetu kwa heshima. Nadhani kwa heshima kubwa na ninyi mmeviona jinsi tumemheshimisha Mungu. Kwa hiyo na sisi tunatoa mkono wa pole kwa mama
na watoto, hata na kwa mama mzazi. Hivyo tena tukitoa pole kwa wenzetu ambao hawako hapa. Kwa machache basi, sisi tunawakilisha wenzetu wote ambao hawapatikani hapa, ambao wanapatikana kwa jimbo zote za nchi yetu. Kwa hiyo kwa mkono wa pole, na sisi kama jamaa la jeshi, mama tutampatia ng'ombe 2 kwa wiki 2 wala kwa siku 15